Wasichana wa Saudi Arabia. Kuna huyu mwanadada fulani ambaye tulikuwa tunasoma na yeye katika shule ya msingi, alikuwa anaitwa Belinda. Belinda tumesaliwa na yeye, tumelelewa na yeye, hadi tulikuwa tunasoma na yeye mpaka kidato cha 8. Alipomaliza mtihani wake wa 8. Alikuwa msichana ambaye alisaliwa katika familia ya uchochole, familia ambayo haikuwa na te wala ma. Yaani haikuwa na kitu chochote katika hapo familiani. Hata tukukula walikuwa wanapatisha. Walikuwa tu wanaishi kwa nyumba ambayo mapati, hata nyumba ambayo haiwezekani, hata haiwezi elezeka mbele ya watu. Yaani ile umaskini ambaye hata amwezi afford hata kula kitu kama nini, ukali tu na chumbe peke yake. Basi Belinda akafanya mtihani wake, kisha akakuja akadondoka vibaya sana. Alikuja akapata max 170 juu ya 500. Wazazi wake wakasema hapana, wewe msichana, pepa birako byako ondoka katika ipomo uende katika Nairobi utafute kazi, kwa sababu chama ambalo tutakufanyia. Kitu ya kwanza umeweza kuangusha familia, kitu ya pili ulisalia katika ipoma, na kitu ya tatu ulisaa mtoto ambaye ni kilema na hawezi fanya kazi yote katika hii nyumba. Kwa hivyo wakasema kwamba hatukutaki tukuone katika ipoma kwa sababu unaendelea kuleta shida zingine. Belinda akachukua virako vyake akaondoka, akapanda akafika Nairobi. Alipofika katika Nairobi, kuna mtu ambaye alipata connection. Akasema kwamba usiteseke nikiwa hapa na nilikuwa nasoma na wewe. Niko na ndugu yangu anapelekanga watu Saudia huko juu ambapo unaweza fanya kazi wa Arabu na uko nakupatia hata kama ni shilingi 37,000. Itakusaidia sana tanuteseke hapa Nairobi. Belinda akasema tawe kama ni hivyo wewe ni connect, na akapanda ndege. Baada ya wiki moja akapata passport akajipata Saudi Arabia. Mwanadada amekuwa anafanya kazi kwa muda mrefu, lakini hakuvumilia sana kwa sababu alipomaliza miezi 3, unajua Belinda alikuwa mtu ambaye amezoea kuna kisiana akiwa katika Kenya, kwa sababu hata ndio maana alipata mimba akiwa nyumbani. Kila wakati alikuwa anapenda tu msolombo ikitembea, lakini alipofika Saudi Arabia aliona maajabu. Hakuna mambo ya msolombo huko. Huko ni kurelax na kuchapa kazi. Mwili wake ulikuwa unachemka, lakini akakuwa tu anajikasa. Hata kuna wakati ambapo alikuwa ananipigianga simu akisema kwamba Mboko, tafadhali fungua tu kamera nikuone kwa hata unionyeshe kwa msolombo, labda moyo wangu unaweza tulia. Na mimi nikasema wewe as long as uko nafanya kazi itakusaidia. Japokuwa familia yake ilikuwa inatarau familia yangu, lakini wacha tu nikusaidie for now. Akafanya kazi zaidi ya miaka 5. Na pesa ambayo alikuwa anapata kama ni 30,000 anatumia mama yake. Mama yake akaanza kuchangori. Akajiuliza kwamba mtoto wangu alikuwa mchinga hivi kumbe ako na akili. Ananitumia hii pesa yote kwa sababu gani? Akamwambia ya kwamba Mama Belinda, fanya tu kazi mahali ambapo huko mimi nitakuchengea nyumba katika nyumbani. Kwa hivyo Belinda alikuwa anatuma pesa ya kununua shamba, alikuwa anamtumia pesa ya kuchenga, akatuma pesa karibu yote kwa nyumbani, akitarajia kwa mama yake atakuwa anafanya kazi ya kumchengea. Kwa hivyo contract kuna wakati ambapo iliweza kufika katika kikomo. Belinda akachukua virako vyake vyote akapanda kurudi katika Kenya. Na alipofika katika Kenya hakuwa na boyfriend. Hakuwa na boyfriend kabisa. Kwa hivyo akaenda tu katika nyumbani akichua kwamba anaenda kufanya aje, kuchipanga na mambo ya familia. Ndugu zangu, Belinda alipofika katika nyumbani, chama ambalo aliona hakuweza kuamini. Kitu ya kwanza alipofika katika keti yao, alipigwa na kitu ambaye inaitwa ponge la surprise. Yaani mama yake alipotokea, mama yake alikuwa amenona kweli kweli. Ushaona mtu ambaye amenona hata kushinda water tank? Mtu amenona achapo, ukiangalia mashabu unafikiria kwamba ni nguruwe. Na huyo alikuwa mama yake. Akasema kwamba mama, kwa nini umenona namna hii? Mama akasema hapana, ni mambo tu ya Mungu na wewe kunisaidia. Kwa hivyo Belinda akaenda na mama yake mpaka kwa nyumba yao. Kitu cha ajabu alipofika huku ni ya kwamba hakuna nyumba ambayo ilikuwa imejengwa. Pesa ambayo alikuwa anatuma yote ilikuwa na mama yake alikuwa anatumia kuchenga mwili. Inasemekana kwamba pesa ilipokuwa inaingia katika mwisho wa mwezi, mama yake alikuwa tu anapatilishanga vitu viwili peke yake. Kama hayuko katika pa, ako katika puchari. Kama hayuko katika puchari, ako katika pa. Na ndiyo ilikuwa kazi yake, na mpaka akakuwa ponge la surprise.